Shalom, Bwana asifiwe tena sana. Mara nyingine tena tunakutana. Tena tuendelee kutiana moyo na kuendelea kuomba kama jamii ya World Redemption Church na Mkristo yote ambaye anasikiza popote ambapo ulipo kupitia njia hii ya YouTube, tukiamini kwamba itakuwa ni wakati wa baraka sana kwetu kuendelea kutiana nguvu na kufanya ushirika na maombi kupitia njia hii licha ya changamoto ambazo tuko nazo kwa wakati kama huu. Nilikuwa na study nikaangalia nyakati ambazo watumishi wa Mungu mitume ambao wametutangulia kina Peter, ninazungumza habari za kina Paulo, ninazungumza habari za kina Andrea, akina Yakobo, watu ambao walimtumikia Yesu Kristo na kuhubiri injili ambayo tunahubiri kwa wakati huu, na watu ambao waliweza kujitoa wakaweka msingi pasipo kuweza kucompromise kwa nyakati ambazo walipitia changamoto kubwa, kwamba hawakuwa na mtandao kama hawakuwa na teknolojia ambayo imedevelop kama hii. Ninakumbuka siku moja Paulo akapitishiwa kwenye kikapu akihubiri katika nyumba ya Jaso. Ninakumbuka akina Andrew, watu ambao walikuwa kabisa hata hawana ideas yoyote, watu ambao walikosa hata elimu. Mungu akawageuza, Yesu akawageuza kupitia changamoto na wakati huo ambao serikali ambazo zilikuwepo, nazungumza about ufalme ambao ulikuwa unatawaliwa na watu wengine ambao walikuwa wakatili, ambao hawakubali neno la Mungu. Licha ya hayo yote, injili iliweza kuhubiriwa duniani kote kote, and I want to tell you, and that's why today we are able today even to be here and to preach the same gospel. Kwa hivyo hatutawekwa chini, hatutapigishwa magoti katika hali ya submission to the challenges ambazo zinatupata katika wakati kama huu ambao they are unique for our times and our days. But I want just to continue to share because I want to thank God for that great response ambao tumepata, ya kwamba watu wameweza kufuatilia ujumbe ambao niliweza kupost for our previous clip ambao tulikuwa tunazungumza about the great Babylon is fallen, na nataka tuendelea kutayarisha. And today I'm going to read from the book of Matthew chapter number 24, and I will begin to read from verse number 37. I just want to raise your faith, uweze kuinua macho na uweze kujua kabisa Mungu anataka tuwe tayari any day, any time, any season, ya kwamba hautapeana hesabu kwamba sikuwa na wakati wa kufellowship, hautapeana hesabu kama reason ya kwamba mimi sikuweza kwenda kanisani manake wakati huo ambao unazungumza Mungu mimi sikuweza kupata nafasi. Lakini I want to encourage you that be ready and faithful to the end, because the coming of the Son of God is just on the way. Na manake neno Mungu sema kwamba atakapokuja atakuja kama mwizi. Akasambia wanafunzi wake siku moja kwamba anashangaa kama anaweza kuja katika mazingira ya ubaridi, kama atapata imani ya wengi kama bado iko hai. And that's why I have come today to continue to prepare you, the child of God, wherever you are, that God is looking at your attitude, God is looking at your faith, God is looking at your preparation and your preparedness, ya kwamba anytime, even if you can send his son ambaye hata Yesu mwenyewe anasema hajui siku gani ambaye ataachiliwa kuja kunyakua kanisa lake, that may be found ready. Ni vizuri kukunywa, ni vizuri kuvaa, ni vizuri kuenda katika shughuli za kawaida, ni vizuri kununua chakula vile wengine naona katika news kwamba tuna stock food in our houses. Ni kama we are really prepared to handle coronavirus as a pandemic katika wakati huu kama a challenge to us. Lakini nashangaa kwamba most of Christian tumekuwa wabaridi, tumetishiwa sana, tumeingiza uoga hata kuliko siku ambao tunaweza kuwa tunaogopa kwamba itakuwaje kama Yesu Kristo angeweza kufunuliwa siku ya leo. Let's read the Bible, the word of God, then tuone Mungu anasema. The Bible say but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, they were marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Then two men will be in the field, one will be taken and the other will be left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and the other will be left. Bible says verse 42, watch therefore, for you do not know what hour the Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known what
hour the thief will come. He will have watched and not allowed his house to be broken into. Verse 44, the Bible says, therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Who then is a faithful and a wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. I have some good news for you, ya kwamba Mungu yeye anajua nyakati zote. Mungu anafahamu majira yote. Mungu anajua wakati wa changamoto ambao inaweza kuwa ni wakati mgumu hata ya watoto wake kuendelea kuwa hai katika imani. Lakini Mungu anatuelekeza kwamba kanisa, ya kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Noah, I just want to raise your faith this particular time, ya kwamba uendelee kuinuka kwa imani popote ulipo, hata kama hatukutani katika mwili for now as a church, ya kwamba uweze kujua God want to prepare a people in the midst of every season ambao watakuwa tayari anytime, any moment, in case your day, in case the time of the Lord appears. One of the message ambayo imekosa kupatikana katika nyumba ya Mungu, katika mwili wa Kristo, ni ujumbe wa kutayarisha wa Kristo kuweza kuinuka na kujua kwamba tuko hapa temporary. In other words, dunia hii vile tulikuwa tunazungumza to the previous or in the previous clip, ya kwamba imeanguka. This is not our place. And imesema kwamba in the book of Revelation, kwa tulisoma chapter 18, ya kwamba Babylon pamekuwa mahali penye pamekuwa makazi ya demons, na watu wengi wamejichanganya. Lakini Mungu anasema just as the time of Noah ilikuwa, Noah akapewa ujumbe, manake Mungu alikuwa amekasirika na maovu ya mwanadamu, ilikuwa imemfikisha katika level ambao sasa he was to destroy the entire Babylon, the entire world, the entire corrupt society. Na akampa Noah ujumbe, akasema, I want you to prepare the ark, prepare the people. Anyone who will accept what I am giving to you as a message and to preach to them, they will be saved. Mungu anaachilia pia neema hiyo ya safina ikapata kutushukia, ambao itaprepare wewe na mimi tukainuke na kuweza kumtumikia Mungu na tukaweza kuokolewa na jamii zetu. Anasema wakati wa Noah watu walikataa ujumbe, wakaona kwamba hii haiwezekani, wakazoea the system, wakakataa habari ya wokovu. Biblia inasema kwamba wakajitoa tu, shughuli yao ikawa ni kukula na kukunywa, kuoa na kuoana, naweza kuongeza vitu vingine, na kustarehe na kustaajabu katika hali ambapo walikuwa na utamani kuweza kutembea ndani yao katika hali za mwili. Na Mungu anasema kwamba hivyo ndivyo itakavyoweza kuwa hata nyakati zetu, wakati tunaposubiri kurejea kwa Yesu Kristo kwa ajili ya kanisa lake. Nitakuwa mchungaji ambaye si mkutakie mazuri kama nitaweza kukosa kukutayarisha ujue ya kwamba Mungu anaangalia Mkristo, anaangalia macho yake yako juu yetu, for how we are ready and prepared, no matter the season, no matter the time, no matter the challenge we can encounter as a people. I want to encourage you. Anasema kwamba mahali pa tumesoma hapa ya kwamba wawili watakuwa wanatembea pamoja, mmoja atanyakuliwa na mwingine atabaki, na kutabiria kwamba wewe hautakuwa kwa wale ambao watabaki, kwa sababu kwamba utakuwa umekuwa affected by the season and by the challenge. You will be ready in every season wherever you are, na utakuwa miongoni ambao wataonja ufalme wa Mungu aliye hai. Anasema wamama wawili watakuwa pale kwenye tingatinga wakisaga mahindi yao kwa unga, mmoja atanyakuliwa, mwingine atabaki. Wewe hautakuwa mmoja ambao watabaki, wewe ni mmoja wale ambao watanyakuliwa, kwa sababu I believe wherever you are, your faith is still strong and captivated to continue to serve the Lord licha ya changamoto ambao tunaweza kuwa ndani. Anasema kwamba wakati itafika ambapo upendo wa wengi utaweza kupoa. I want to encourage you wherever you are. My heart and my desire for you ni kwamba in every season prepare yourself. Anasema kwamba kama mwenye nyumba ambaye ni master wa vitu vyake, ambaye amevilipia gharama, amevinunua, ameviweka katika nyumba yake, angekuwa
alikuwa na uwezo wa kukesha akijua kwamba kuna mwizi ambao ni mwovu anayetembea akitafuta ni wapi ambapo anaweza kuvunja ingie akaweza kuiba vitu vyake. Angeweza kukesha kila wakati kwamba adui asije akaweza kubreak in. Mungu anapozungumza this particular imagery, this particular allergy, anamaanisha nini gani? Anamaanisha kwamba we who are the Christian, sisi ambao ni wa Mungu, we have been given masterhood. Remember the Bible say now we reign in life together with Jesus. Tunatawala pamoja na Yesu Kristo. Ndio maana vile mbingu ilivyo kule mbinguni, hapa ndivyo pia tunatapaswa kuwa, maana tunatawala vitu ambavyo tumepewa. Kuna hazina tumepewa, kuna baraka tumepewa, kuna uponyaji tumepewa, kuna neema imeshuka juu yetu, kuna vitu ambavyo Mungu ametutayarishia kama hazina. We are now the masters of those inheritance. We are now the masters of those success. Mungu anasema kwamba kama ungetambua mtoto wa Mungu popote ulipo, ambapo unanisikiza katika sauti hii, ambao umesimama na umepiga na unaweza kufuata kile ambacho Mungu anazungumuza, ningekuwa wewe, ningekesha nikijua ya kwamba anytime Jesus is able to come anytime, and any moment the thief also can be able to break in na akaweza kutuweka chini. Hautavunjwa, vitu vyako havitaibiwa, hazina yako haitaibiwa, juhudi ambayo umekuwa nao kwa kumtumikia Mungu haitaibiwa. Nasema kwamba kile kibali ambacho ulikuwa nacho cha kuweza kumcha Mungu, ibada zako kwa Mungu, matoleo yako kwa Mungu, ile ambao umekuwa ukiamini kabisa this time, this 2020, I want just to volunteer myself and to give myself into serving God, haitaibiwa. And that's why I'm raising you wherever you are. Arise and become vigilant in the spirit. No one knows the hour a thief cometh, and no one understand even when the Son of God himself will appear. Napenda vile Peter anavyosema, anasema I don't know how it will look like, but one thing I am sure and confident, if he appears, this Son of God, if he is revealed today, I am sure ya kwamba nitafanana pamoja naye hata kwa alama za misumari. In other words, I want to encourage you wherever you are. Don't be consumed by what we are going through right now as a nation. Don't be challenged and become a victim of any circumstance. I want you to arise as a child of God, as a member of the household of God, as a brother and a sister ambao Mungu ameinua as well in the church. Tuinuke tuambie Mungu kwamba we are ready in any season. We are ready to serve you. We are still alive in prayer. We are still alive in the zeal ambao imeinuka ndani yetu kutumikia. Vitu vyetu lazima vianze kuonekana. Vile ambao Mungu ametukupatia, safari Mungu amekufungulia na kuzungumzia wewe ambaye Mungu amekubariki na kazi, wewe ambaye Mungu amekubariki na ndoa, wewe ambaye Mungu amekubariki na watoto, wewe ambaye kuna vitu umekuwa ukiaminia Mungu akapata kukupatia. These are treasures ambazo Mungu amekuamini nao. You are the master. Unless you become vigilant and you keep on praying, let me tell you, mwizi anakuja kwa upesi. He is able to break in. Anasema kwamba atakapokuja mwizi, anatakana apate kwamba sisi ambao tunajua vitu ambao tumepewa na dhamana yake, tumekesha, hatujalala katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo you will not slumber, you will not sleep. I know God is together with you and is going to give you power and authority over every schemes. Wakati ambao shetani anatafuta wale ambao watazimia ili akaweza kuvunja ndani ya nyumba zao. Asema kwamba Mungu anasema ukisoma from verse number 450, asema if the master, kama kwanza verse 49 anasema kwamba ako wapi yule ambaye ni mtumishi mwaminifu, ama atapatikana wapi mtumishi mwaminifu? Uaminifu unajaribiwa katika changamoto ambazo tunaweza kupitia ndani. Kwa hivyo Yesu anauliza wanafunzi wake, anauliza umati, ako wapi basi yule ambaye anaweza kuitwa mtumishi mwaminifu? Anasema ni yule ambaye ameaminiwa vitu vyake, ameaminiwa na master wake kumtunzia vitu, ya kwamba licha changamoto yote, hata kama anaporejea later, anaweza kupata kwamba bado huyu anaendelea kufanya kazi aliyopewa, majukumu aliyopewa
kuelewa licha ya challenge, licha ya changamoto ambayo anaweza kuwa amepata. In other words, I want to raise you to understand wherever you are, hata kama kweli kuna changamoto ambazo tunapitia za corona, magonjwa, malocust, vitu ambavyo zimeinuka katika hii Babylon ambayo imeanguka, Mungu anataka akutambue. Number one, are you a faithful servant? Can you still be able to serve him and to take care of his work, hata kama mambo inaonekana ni kama haiwezekani? Kwa hivyo usikutane pale useme kwamba sasa ni wakati wa kupumzika. This is not the moment to rest. Mungu anakuja, Yesu Kristo anakuja. He want to approve our faithfulness as servants. Anatupata kama bado tunafanya kazi yake, ama atatupata kama tumekimbia? Atatupata kama tuko ndani ya maombi, ama atatupata kama tumekaukiwa? Atatupata kama tumezimia katika maabudu, ama atatupata kama bado tuko na moto wa kumwabudu yeye? Atatupata kama bado tunamtumikia Mungu na pesa katika tithes, katika offerings, ama atatupata sasa tukiwa tumelenga mahitaji yetu, tukisema kwamba sasa ni wakati wa kusherehekea na kusema haleluya, hatupeani tithe tena, hatupeani sadaka zetu because now ni kama haiwezekani, because now there's a challenge. Mungu anasema kwamba aliye mwaminifu kama mtumishi ni yule ambaye akirejea yeye kama Bwana yetu, atatupata kama bado tuko hai ndani ya kazi yake. Anasema anapokuja akupate kwamba bado unadumu, bado uko hai ndani ya kanisa yake, ndani ya kazi yake. The Bible say naye ataweza kukuraise na kukuaminia more responsibilities ambazo itakuwa ni kama promotion to higher height. Kwa hivyo nakutabiria Mungu akuinue, nakutabiria Mungu akutendee, nakutabiria Mungu akubariki, nakutabiria Mungu akulinde, nakutabiria Mungu akufungulie huo mlango, nakutabiria neema ya Bwana ikapata kushuka juu yako. Ninakuombea hapa nikiwa nimepiga magoti ya kwamba Mungu akutembelee na jamii yako. Hautakosa chakula kwa nyumba yako hata wakati huu wa majira kama haya. Hautakosa pesa kwenye mfuko wako hata kama mambo inakuwa ni kama ni mazito. Uchumi unapoanza kuvuma, ukiandalia ku affect many, wewe ambao umekuwa mwaminifu utaendelea kuwa mwaminifu kuanzia siku ya leo tunapoendelea kukutana katika mtandao huu wa YouTube. I want to declare to you, wherever you are the child of God, God will give you a speed grace ambao utaendelea kutembea katika his divine miracles. Hautazimia, hautalia, hautaomboleza, because you are here and you are ready to prove and to say, God, my Savior, my Master, I am still faithful to continue to serve you. May the Lord bless you, the child of God. Maintain the standard of faithfulness. Maintain the standard of serving God. Be vigilant. No one knows when the thief is coming, and no one also knows when Jesus himself, the master of his church, is coming. Be ready, be prepared. Don't give yourself to things of this world, but give yourself every moment to serve the living God and him alone. Sing new songs, celebrate him, pray, read your Bible wherever you are, until we meet again physically, the time ambao Mungu ametenga tukaweza kukutana. You will prosper and you will excel. I give you all the praise for this moment in the name of Jesus. Let's pray together. My Father, I bless your people. I pray for them wherever they are, because you are omnipresent God. You can be found in the sea, you can be found in the air, you are everywhere, you are under the soil, you can never be limited. That's why I'm sending you, Father, wherever your children are, in their homes, at their working place, release this grace of faithfulness wherever they are. Let them be secured in your mighty hands. I pray for grace to come and dawn upon them. Prove them that, God, they are faithful. Let them be vigilant in the spirit during this time when the devil is pursuing for they whom he can devour. I love you because you are the mighty Savior. I thank you because, Lord, you are protected well, Redemption Church. We are going far. I pray for healing upon the life of that who is sick right now. I pray for deliverance for that one, Lord, right now, who is, Lord, possessed with the spirit of the world and the darkness. I pray for those who are, Lord, totally lost and completely confused. Restore them back into sanity of your Holy Spirit. I pray for the entire Well Redemption Church ministry. Bless us, Father, expand our territory and continue to walk step by step in
our midst and in our lives. I give you praise and I give you thanks in Jesus' mighty name. I pray and I say amen. God bless you. Shalom. I have said every time you listen to this message, and God has blessed you wherever you are. We are doing the service online. Ibada haiwezi kuwa kamilika, haiwezi kuwa kamilifu kama hatumtolei Bwana sadaka, hatumtolei Bwana tithe zetu. Kwa hivyo na Mungu ametupatia bado the same system of how we can also reciprocate kupitia ujumbe huu na kutuma sadaka zetu kupitia njia ya M-Pesa, kutuma fungu zetu kupitia njia ya M-Pesa, kutuma our commitments. Kuna wale ambao wamejitoa kusimama na kazi ya Bwana. God bless you and God favor you wherever you are, and shalom until we meet the same place and the time ambao Mungu atatupatia. Subscribe and lead somebody to this particular YouTube channel, and God will be together with us. Amen. I love you.